Omancho murigeria Obosongo Vibes nane nakwariganirie ase channel yaito ya Chire Nkuma asogo koretera emegano kurwa ase ebinyoro ime ya Kisi amo na Nyamira. Gendera go subscribe ase channel ya Obosongo Vibes otara watch subscribe tutagete subscribers bakine twekana na 100,000 subscribers igongo go saba otara watch bateke baterekia subscribe bali tangani elinde lyo ayande amenya kogendera nigo tole isiko yekegambero ekanene egia akese aiga twanyorere omugako yomo ore na mariga manene mugako yiga igakora chinse mo chialiana imeyabo nchali e county ya Akese ningi akorera omugako yo nigabwa tomugano bwoko gosamono abagusiba minto gusiye ne bwate bikone amangana are binyoro gaiga na makongu moteri naro yo mokoro kwoti so tere tagatebanga mechima buru ebira mebi oroche igo bitubeta mange omonda ise ko byasiori mwenzi go mogotama mugako yo gakwere sanga ni gachieta kanyomo mokungu obwata abana aba akabarenta akabaruka ko babaye akabasomya akabachandekera akabagurira cyanga akabagacera akabarageria bono babera abantu abanene abande barikire kigasi abamuraba baonjokeiro mugakoyo ingi bakomobunia abamuraba mbatageti bono mugakoyo akoro bwanchani na mamo muabo mugakoyo agotebanga ebagocha botuko riro mugakasoire boro no mongino aye bamotwanga banganyingina bamoirere getanda bamobekere rumwe ngao bamoitire bamobaragire bategete basaria mari aye bakomoseri muhakwita manyatika igakomboete isiko no amenyete kyagero oboire kogendaka mwako yago tebochira saba skali reportri buna ko reporti asenge nja abana bwate kibese batomera abaskari bamobekaime oino mugako yo kwera satalintwe bono omugako yekera ariko no twera batanga abantu baminto gakimbekere kina kiane esense nabo gusiba minto bantegerere gose ninkonyeke omugako yo gabwata mayanda manene akuburi ngabana bane nonyitari nchi nabayiborete nanyorete mamo mino nkabareta nabasomiri nabaire ndagera mwarikiu abandi nabarigeri kigasi ninki mokombo ni motago ntigamenye onye monta gitu na tato mino nche ntigero bore mobwane ntigere kinyomba cyane ntigere enibo yanenzi megete na nche nkwere agote abanga bakwanda botuko banda ne kibunduki maide sibakare ko rusi kibunduki bamubaraga bamoita basaririe mama ebintasi megete basaririe matoke bono mugako yo gago sabanga ense gusi yare gwancha omugako yagayanwe anyora bokonyi bwaye gusine bwata bagaka banene bakugambe bina bune mugako yo ekanisa nera kare goche ekanisa yo abana bakagenda bakayetagura bagasarie binto bakaminyoka mu basta bakaminyoka family yaje yani ngambate gitikora kende kera associated no mugako yo ebategete ko motinyeri insepi anyway ntegete to mugako yo libaga ara eresango ngakia chande kirangana na bagusiba minto more sikari mwanyete mangana bunari kaka intuntori gwetani onde Bosongo Vibes ni gerororo eo montori baga erese korengana buna atagete onde bwensi ore sikari gakoranga na nyare kurwa bakonyi bas mokonyo mugako yo iga amenye bwoya no murembe elinda kwere. Mimi ni Adriano Machuka, kwangu ni Miranga. Mimi nalia nakimbizwa na watoto nilioa na mama yake. Niliwaleta kwangu, nafanya kazi na wasomesa na walesa. Huyo kijana mmoja ni pasa, mwingine anaendesha bodaboda. Walinifukuza nyumbani, nilienda kukomboa marandi huko Nyamatutu ndio naishi. Ile wiki iliyopita ya chini ilikuwa siku ya Jumamosi usiku walinifuatilia huko na mabunduki. Walikuwa wanataka waninue, waliingia hata kwa jaji wakaanza kufuruka jaji wakatafuta maisha yangu. Sasa nawaombea hiyo maisha, nasema serikali munisaidie. Hata nilikimbia kila mahali kuomba msaada nami nisaidiwe niishi kama Mkenya. Nilienda hata hapa Kisonso nikawaongea tena wakaniingiza ndani. Kutoka hapo Kisonso tena nilikuja kwa CDI kama wanani hapa obisi juu kwa polisi komanda na wakaniambia nirudi Kisonso tena. Sasa anaomba usaidizi, nitakimbilia wapi? Mimi ni Mkenya.
Kwa maana sina chochote nafanya. Mimi ni mfanyakazi ya mkono na mimi najitegemea. Hao watoto ndisi yangu wanakata, chai yangu inaripuka, kile vitu yangu. Hata miwa ninapanda, watu wanaendelea kukula. Basa wananihangaisha, mimi hakuna nyumbani, mimi natembea. Nami ni kijana mmoja wa boma, baba alikufa na mama mimi ni yatima. Hakuna msaidizi yoyote atanisaidia na wasichana wa dada wangu wako miji yao. Sasa ninahangaika, naenda wapi? Hakuna mahali nakimbilia. Naomba serikali nami nipate haki yangu, nami nilindwe kama Mkenya. Sina mambo mengi, naomba usaidizi kwa maana mimi sina kosa na mtu. Na hao watoto niliwaleta, nilikuwa na wahitaji kama watoto wangu. Sasa wananiona kama nyang'au, wanataka kuniua. Sasa niliwaleta waniua au niliwaleta wanilinda? Na mimi nawasomesa, wanasema mimi nawakataa. Nitakataaje watu kama tulikuwa tunaulizana mama yao na nikiuliza mama mapenzi yangu, mimi ni mzee. Nitaenda kuiba. Na mimi hata kanisa ninaweka kwangu, kanisa iko huko ya PAG. Sasa mimi tulifanya na huyu mwanamke hata harusi. Sasa nitaenda kutafuta wanawake wengine na nimwache kwa maana yeye anaingia room nyingine. Hata huyu kijana pasa alitoa kitanda yake, walikuwa wanalalia na bibi yake, akaletea mama yake na mwitu. Sasa nashangaa nitaenda wapi? Kwa maana nilitarajia napata mwanamke na watoto. Na mimi tulizaa na yeye wasichana 3. Sikuzaa kijana. Sasa hao vijana wanaona mimi si baba yao, hata hawaniiti baba. Hata nikikonjeka hawezi kunipeleka hospitali, wananiangalia hivyo tu. Sasa naomba usaidizi, nami nikue kama Mkenya, nami nisaidike. Kwa maana kama waoni mimi ni baba yao, ni sawa waniache na mimi nikule vitu yangu. Kwa maana hiyo shamba ni yangu, kila kitu ni yangu, vyote napanda ni wangu. Na mimi nilikuwa nawapenda, siwanyimi chochote, nawapa kila kitu. Sasa nashangaa nitaenda wapi? Nahangaika. Naomba serikali inisaidie, mimi nahangaika. Ni hayo tu. Nami kwa majina naitwa Jeni Nyanjera Oigara. Ilikuwa siku ya Saturday tarehe 21. Nilikuwa ndani ya kanisa niking'ang'ana kupanga kanisa. Sasa hapo ndio nikastukia watu wakiingia ndani ya kanisa wakiwa civilian na walikuwa na mafunduki. Na hapo ndio walianza kuniuliza wapi pastor wa hii kanisa. Ndio nikawaambia pastor ameshatoka, ameenda kununua petri ya microphone. Wakaniuliza saa hii arudi, nikawakataza, nikawaambia saa hii sasa hawezi rudi hapa, mimi ndio nitafunga kanisa. Ndio sasa paka kesho ndio tutakutana na yeye kwa service. Hapo wakaniuliza wewe ni bibi ya pastor. Wakati sitajibu nikapata sirapu kwa macho yangu. Paka saa hii nimeumia, bwana yangu ni mlemavu. Saa hii bwana yangu mimi ndiye anategemea, watoto kwa shule mimi ndio wanategemea. Sasa ndio nimekimbilia serikali nisaidie. Mimi nataka haki yangu. Ni kwa nini ninapigwa, nimeumizwa macho? Na hii macho ndio ninatumika kutafutia watoto wangu, kutafutia jamii yangu, hata bwana yangu. Bwana yangu achiwezi. Ndio nimekimbilia serikali, tafadhali kwa Roho Mtakatifu munisaidie sana, munisaidie sana. Hapo hao watu fira walinipiga macho yangu, wakaniharibu, wakaanza kuniomba namba ya simu ya pastor. Because sikuwa ninawajua hawa watu walikuwa na mafunduki, sijui ni wakina nani walikuwa. Hiyo ikafanya nikawapea wrong number ya simu. Namba ya simu. Nikawapea wrong number because sikuwa najua ni nini wanatafuta pastor. Hapo ndio wakang'ang'ana, wakaribu vyombo ya kanisani, wakachoma mixer, wakapasua ile speaker. Sasa hapo wakati waliona mixer imeinuka, imeanza kutoa moshi, ndio wakatoka wakaniambia wewe mama, funga hii kanisa na utoke uende nyumbani. Sasa kufunga kanisa kutoka, nilikuwa nasubiria vijana ambao walikuwa wanakuja kuchukua hiyo mixer na speaker. Sasa hapo wakaniambia funga, nikatoa hiyo vitu nje. Sasa hapo nikapata hao watu wako hapo nje na gari ndogo hii hapo ndio waliingia ndani, wakaelekea parapara kwenda chini kwenda Asumbi. Hapo nikaenda nyumbani. Sasa ndio nimeomba serikali munisaidie kwa roho safi, na Mungu acha wabariki sana. Sasa mimi walinichapa wakiniuliza wewe ndio bibi ya pastor. Mimi nauliza mahakama ya kwamba wa serikali, kwa sababu natetea mke wangu.
Vile aliongea hapa ndio tegemeo langu na kila kitu. Sasa mimi ni kiwete, mkiniangalia kwa serikali, naomba usaidizi. Ninauliza mahakama ya kwamba sijui ni sheria gani inasema mke ya mwenyewe apiwe ndani ya kanisa. Hii kesi tuliweka kwa CIT, DCI Kisonso. Tukaulizwa maswali ni nini ilifanyikana huyu akakuja kupigwa. Alikuwa ndani ya kanisa tarehe 21, ilikuwa siku ya Jumamosi. Kutoka hapo sasa hao watu walisikwa wakawekwa ndani, lakini tena wakaachiliwa. Tunauliza serikali ya kwamba mahakama ya kwamba ni nani waliruhusu wakatoka. Hiyo kesi ndio tunataka isikizwe. Kama haiwezi kusikizwa, nauliza ya kwamba serikali, mimi sina pesa, kama wako na pesa mtusaidie. Ninalia mimi ni kiwete na bibi akifanywa kipofu, sasa atalisa nani? Na watoto wako tegemeo yake, ni mimi ndio tegemeo langu kwa hii bibi yangu. Sina maneno, nauliza ya kwamba serikali munisaidie. Kwa majina yangu ni Pastor Mesa Kimogesa kutoka Bogita na utumu katika kanisa la Faith Power International Ministry. Sasa ilikuwa tarehe 21 siku ya Jumamosi, mwezi wa kwanza huu, mwendo wa saa 1:30, waliondokea watu 4 ambapo waliingia kanisani. Mara pale kanisani wakafunja vyombo vya kanisa kama mixer, speaker, microphone. Baada ya hapo walikuwa wanatisia sana. Walipopata mimi sipo, nilikuwa nimeondoka kwenda kununua battery ya microphone. Waliamua kwenda kwangu nyumbani, lakini vile Mungu alivyo mkuu hawakunipata pale. Wakapata ndugu yangu, wakamtatisa pale. Finally nilichukua habari kwa ofisa wa DCI, wakafanya upelelezi, wakakamata watu 2. Baada ya kukamatwa wao tena wakaachiliwa. Lakini uchunguzi ikaendelea kufanywa vizuri. Maofisa wametia moyo, wamesema kwamba watakamilisha hiyo uchunguzi na hao watu wawekwe ndani ili tupate haki kama kanisa la Mungu. Maana tumetisiwa, sasa hivi maisha yetu yako hatarini, hata tunaogopa hata kuingia kanisani. Ni ile tu tunachua, tunaamini kwamba Mungu yupo, lakini tunaomba haki yetu itendeke kama wa Kenya. Asante. Hao watu sababu halisi mimi sijachua, lakini kila ambacho wamesema, niko na papa yao kama msika wao pale, wakiwa na misoso yao nyumbani, ikawaleta paka kanisani. Ili sasa kila ambao wanauliza kwa nini huyu mzee ninamwacha akiwa kanisani, na mimi kama mchungaji kazi yangu ni kulinda mioyo. Baada ya kulinda mioyo, kama ni kaiti anatupu tambi zake, Mungu apate kumsaidia. Sasa hiyo tu ndio ambapo ninaelewa kila ambacho nimeelewa kuanzia sasa hivi. Kwa majina ni Shadrack Kimogesa. Mimi ni ndugu ya pastor. Ilikuwa tarehe 21 Jumamosi. Mimi huwa naendesha bodaboda na kuanga nikifanya security guard kwa market ya nyumbani ya Mirando karibu na Sumbi. Sasa nilipotoka kwa barabara nikakimbia nyumbani, nikaona saa imeisha, nikapata mke wangu kwa nyumba. Nikaambia mke wangu aniandalie chakula sababu saa imeyoma ya kwenda kufanya kazi ya usiku hiyo ya security guard. Sasa ghafla wakati mke wangu ameniambia funga nyumba nisindikize kwenda chokoni. Sasa wakati mke wangu ameenda nikafunga nyumba, wakati nimetoka nje kuna mbwa nimefuga, nikasikia mbwa zinapweka. Hapo nyuma ya nyumba yangu kuna ndizi zimepandwa hapo. Sasa kutoka kwa habari hiyo yenye nawaka nje, hii right security right hiyo, nikaona mtu anakimbia na bunduki. Akaingia kwa hiyo ndizi, akasimama. Nikafikiri ni watu wachanga wanakimbizwa kwangu hapa, wameingia kwangu, nikanyamaza. Mbwa zinaendelea kupweka, nikakimbia, nikaambia kuna mbwa wengine napenda sana nikali, nikaituliza. Tena nikaona mtu mwingine akakimbia na bunduki 2, wakaingia kwa hiyo ndizi. Sasa nikasonga kwa security right hiyo nimeweka kwa nje nione ni wakina nani. Sasa mimi sikutoka, nikaona mmoja amekuja amevalia Spirian tu ako na bunduki. Akaniambia habari yako ndugu. Nikaitika salama sana. Akaniambia mbona unaweka radio sauti kubwa hivi? Kenye nilimchibu nikamchibu, hapa ni kwangu. Kuna shida gani na radio yangu?
Akaniambia basi urudishe hiyo sauti chini. Nikamwambia wewe nani unaniambia nirudishe kwangu, nirudishe sauti kidogo. Akaniambia basi fungua nyumba. Nikamwambia nifungue, na hapo hako na bunduki. Nikamwambia nifungue nyumba kwanza, wewe ni nani? Ati wewe usitaka kujua mimi ni nani, fungua nyumba. Nikasema lazima nijue wewe ni nani ndio nifungue nyumba. Alafu mwingine akakimbia mfupi hivi, akaniambia kwa lugha yetu Kigusi, wanaigole nyumba, yani wanamaanisha kwamba wewe fungua nyumba. Nikamwambia niambie kwanza nyinyi akina nani nifungue nyumba yangu. Akaniambia fungua nyumba, sisi ni serikali. Nikawauliza nini inaonyesha nini serikali? Akaniambia bunduki, huu ni mama yako. Ananionyesha bunduki, hii ni mama yako. Nikamwambia na makaiti huwa wanakuanga na bunduki, wanafanya maafa wakati wanasema wao ni serikali. Sasa huyu mfupi wakimbia nyuma ya nyumba yangu, huyu mwenye alikuwa na bunduki akatoka kitu. Wakati nimeambia mke wangu fungua hata niingie kwa nyumba nione kama ni makaiti, nione nibeba hata chochote na mimi nipate ku defense nayo. Huyu wa bunduki akakuja na teka akanipiga, nikaingia kwa nyumba, akaniwekea bunduki kwa kifua. Akaniambia nyamaza, tuko kazi. Nikamwambia jamani nimewafanyia nini? Akaniambia nyamaza bwana, tuko kazi. Huyu mwingine mfupi akakimbia kwa rumu yangu. Wakati nakimbia kwa rumu, huyu wa bunduki akanipatia slap, nikaanguka chini. Nikamuuliza mnaniuliza nini? Tena nikimbia hapo, tena akanipiga ingine. Sasa nikasema jamani, mnaniuliza nini? Simniambie. Alafu nikapata venye kuna miezi miwili imepita nilikuwa na masisi, mtoto wangu alikufa. Sasa nikapata kuwa kuna pesa ambayo nilipatiwa na bodaboda. Alafu na nilikuwa nimeuza ndume yangu ili nisaidie huyu mwenye alikufa, lakini bahati mbaya akakufa baada kabla cha hiyo ng'ombe haikusaidia hizo pesa nikaweka. Sasa huyu mwenye amekimbia kwa rumu yangu, wakati nauliza huyu ameingia wapi, tena huyu akanisuta, nikaona nyota. Sasa wakati mke wangu alisikia akakimbia akauliza ni nini, akakuja akapata anaendelea kunipatia masrapu kwa nyumba. Akasema jamani mnauliza mume wangu nini? Wakampatia slapu, akakimbia nje akapiga nduru. Waliposikia nduru wakatoka. Wakati wanatoka, huyu mwenye alikuwa na bunduki akafanya krrr, akafuruta akasema toa hiyo mwili nje, toa hiyo mwili nje. Alafu huyu mwenye alikimbia kwa rumu akakuja akakuwa kama tena gati yangu. Sasa akasema ngoja. Tena wakati wametoka kuelekea nje, nikatoka akataka kunisudi sasa seriously. Nikakimbilia ukuta ya nyumba. Tena akakimbia kunitafuta. Nikakimbia. Sasa waliposikia nduru imekuwa mingi, wakakimbia kwa njia ya pasta. Kufuata nikapata ule bunduki tena ananiongoja. Sasa wakati niona ananiongoja ameinama chini, nikakimbia kwa nyumba. Sasa nikaona wameingia kwa gari ambao nikaa. Wakaingia ndani, wakaenda. Sasa ghafla my brother huyu pastor akakuja, akaniambia kuna nini? Nikamwambia hapana, kuna watu wamekuja hapa kwa nyumba wamenisambulia, wananiuliza, rudisha sauti ya redio chini, tuko kazi. Nikiwauliza nini wakina nani? Hawakuniambia. Nikiwauliza ni serikali kutoka wapi? Hawakuniambia hawa ni wakina nani. Akaniambia basi, hiyo gari nimeipata na nimeiona na nimeifahamu. Kuja tuende tuandike OP, na nimeona mtu mmoja. Tukaenda tukaandika OP, na sasa serikali naomba enisaidie na mimi haki yangu itendeke.